Wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa mwaka huu wa kasi yao ya kuripoti na changamoto zinazosababisha wasiweze kuripoti. Kiujumla nimepata taarifa kutoka kwa mwalimu mkuu, kutoka kwa afisa elimu kata kwamba hali ya kuripoti kwa wanafunzi sio mbaya sana. Kwa upande wa awali maana yake mko kati ya 70% mpaka 80%, na kwa upande wa darasa la kwanza mko zaidi ya 100%. Kwa katika hili ongereni sana. Na pia nimesikia changamoto ambazo zimepelekea hali ya uandikishaji kuwa chini kwa baadhi ya madarasa kwa mfano awali, lakini pia kwa upande wa sekondari takriban wanafunzi 86 kati ya 100 na kidogo wamesha ripoti, lakini bado takriban wanafunzi 45. Na nimepata changamoto kubwa kwa upande wa sekondari, ni hususan maeneo ya kukaa wasichana ni changamoto, lakini kwa upande wa awali ni mwamko wa wazazi wenyewe. Tuna ile utaratibu wa kuendelea kukariri kwamba angalau aanze akiwa na miaka 6-7, lakini ukiangalia kwa sasa hivi asilimia kubwa wanafunzi wanaanza awali wakiwa na miaka 4.5 mpaka miaka 5, tukiamini kwamba kwa dunia ilivyo kwa sasa sio kama zamani. Sasa hivi watoto wanakuwa wajanja bado wadogo, kwa lazima pia tuendane na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo yanatukabili kwa kiwango kikubwa. Lakini yote katika yote lazima tukubaliane kwamba elimu ndiyo msingi wa maendeleo. Kwenye dira ya maendeleo ya 2050, nyenzo kubwa kabisa itakayosababisha tuweze kutimiza hayo malengo ni elimu. Kwa hiyo bila elimu dira ya maendeleo ya 2050 itakuwa ni ngumu sana. Changamoto zipo za umbali na kadhalika, lakini ni vizuri pamoja na changamoto zetu tusiwe chini ya 95% mpaka 97%. Kwa nini? Kwa sababu kila eneo lina viongozi na hakuna changamoto ambayo haiwezi kupatiwa majibu. Kuna changamoto zingine zinahitaji tu elimu. Kwa mfano kukariri kwamba mwanafunzi lazima aanze darasa la kwanza akiwa na miaka 7-10. Unaona kabisa pale kwamba sera za elimu za sasa wengi hawazijui zinataka nini, mwanafunzi aanze darasa la kwanza akiwa na umri gani. Kwa hiyo wakati serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kufanya jitihada za kuboresha mazingira wezeshi kwenye upande wa elimu, na sisi yale ambayo tunayoweza kuyafanya ikiwa ni kutoa elimu kwa wazazi, kufanya mikutano, kusimamia sheria ndogo ndogo zile ambazo zinakuwa zimeshakubalika kwenye mikutano ya vitongoji, tuhakikishe tunatimiza wajibu wetu kwenye maeneo yetu. Tusimamie tuna shule shikizi. Zile shule shikizi tunatambua kwa kweli kwamba ziko baadhi ya shule wale wanaotusaidia kuelimisha wale watoto kiwango chao cha elimu ni kidogo, lakini ni wakati mwafaka sasa kuona namna angalau kuwakusanya shule zote shikizi wale walimu, kuwaweka mahali na kuwajengea mbinu za kuwawezesha kwenda kutoa maarifa kwa watoto wetu. Na shule shikizi zimekuwa ni chanzo kikubwa sana cha kwanza kuhamasisha watoto kujiunga na shule, lakini pili zimekuwa ni chanzo kikubwa cha kupokea fedha za serikali, kwamba wanapoona mahali fulani walianzisha wananchi vyumba vile madarasa, wanafunzi wakaanza kusoma. Sasa fedha zinapotoka serikali inaangalia, tukipeleka sehemu X kuna shule shikizi pale, kwa hiyo watamalizia yale madarasa yaliyopo, yale majengo yaliyopo, lakini pia watatoa fedha kwa ajili ya kujenga madarasa mengine, na hatimaye inakuwa ni shule kamili.
Kwa hiyo ili kuhakikisha shule shikizi zinafanya vizuri, tuhakikishe afisa elimu kata huko hapa na walimu wakuu wanaolea hizo shule wapo, watenge muda wa kukutana na wale walimu angalau kwa baada ya miezi mitatu mara moja, kuwajengea uwezo. Mwisho wa siku wanakuwa na uwezo wa kutoa maarifa kwa wale watoto. Lakini tuendelee kufanya kazi kwa kushikamana. Wenye viti wa vitongoji, Mheshimiwa Diwani, ninyi mkishikamana ndo wenye watu, mkawahamasisha wazazi kuhakikisha wanapeleka watoto shule, mkawahamasisha wazazi kuhakikisha wanasimamia maendeleo ya watoto wao hata wakiwa majumbani. Maana akija shule ni jambo lingine, lakini akishafundishwa akisharudi nyumbani pia ni jambo lingine. Lakini sambamba na vyakula mashuleni na kutoa ushirikiano wa dhati kwa walimu wakuu, lakini pia na kwa walimu wote katika maeneo mbalimbali kwenye shule zetu za msingi na sekondari. Ili mtoto aweze kujengeka na kupata maarifa mazuri, lazima kuwepo na mahusiano kati ya wazazi na walimu. Tusiangalie tu matatizo ambayo mwalimu anaweza akakosea tukabeba kama bango, lakini ule utaratibu wa kufika shuleni mzazi akaangalia maendeleo ya mwanafunzi, huo ni unakuwa maeneo mengi haupo. Kwa hiyo ni muhimu sana tukashirikiana. Sisi ambao tunatokana na Chama cha Mapinduzi tuna imani kwamba kwenye ahadi zetu za wanachama wa Chama cha Mapinduzi ni kujielimisha na kuelimisha wengine. Kwa hiyo kwa sababu sisi sote tulioko hapa tunafanya kazi ya kuelimisha jamii, tuendelee kutumia hiyo nafasi vizuri kuelimisha wananchi wetu. Lakini pia wenye viti wa vitongoji kwenye maeneo yote, Mheshimiwa Diwani, tunapofanya mikutano tuwahamasisha wananchi wetu wajenge nyumba. Kata ya Mkwese iko mjini kabisa, ni miongoni mwa kata zinazounda mamlaka ya mji mdogo. Sasa kukosekana nyumba za uhakika ambazo zinaweza zikapelekea wanafunzi wakapanga, wataalamu wakapanga, badala ya mtaalamu kufanyia Mkwese anarudi Manyoni, wote wakawa huko. Maana yake hata mzunguko wa fedha unabaki kwenye kata kwa kiasi kikubwa. Lakini mmeniambia kwamba yako majengo ya shirika la reli ambayo kwa kweli hayaingizi kipato chochote, kwa sababu wanaoishi mle ni kama waliomba hifadhi. Fanyeni mchakato, fanyeni vikao, waiteni wale watu, muwasikilize, lakini muone kama kuna uwezekano wa kuwahamasisha wakatafuta makazi yao sasa, ili yale maeneo yakasafishwa, yakafanywa mazingira mazuri, watoto wa kike, wazazi ambao wako tayari wakawatafutia mahitaji na usalama ukawepo wa kutosha, ili kupunguza ili tatizo la wanafunzi wa kike kuwa katika mazingira hatarishi, ili waweze wakaa pale. Nina imani kabisa, kwanza tutaongeza enrollment shuleni, lakini pia tutaongeza ufaulu, kwa sababu watoto watakuwa wanasoma wakijua kabisa wanaishi katika mazingira salama. Na tukifanya hivyo, nina imani Mkwese hii tulionayo sasa itabadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa bahati nzuri mnaye diwani ambaye ni kijana mchapakazi, ana mahusiano mazuri na viongozi wenzake, lakini anapenda kuona jamii yake pia inapata elimu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tumuunge mkono. Ni kijana mahiri, sisi ambao tumejibadilika kufanya naye kazi tunamuona, anatamani kuona Mkwese ijayo ni Mkwese ya kisasa, ya watu wasomi, ya watu wanaopenda maendeleo. Kwa hiyo tukipata viongozi wa namna hii, ni muhimu sana sisi kwetu tukajua kwamba tumepata tunu ambayo tukiipoteza mwisho wa siku tutakuja kujuta wenyewe. Na tuendelee kuambia wananchi kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi iko kazini katika yale ambayo serikali haijawafikia. Watu wasije wakafikiria kwamba serikali imewasahau. Serikali iko kazini, inatatua changamoto kila inapoitwa leo. Kwa hiyo hata katika maeneo ambayo mnafikiri kwamba kuna mahitaji, aminini kwamba serikali itafikia hayo maeneo
na jitihada zinaendelea kufanyika. Tunaye mbunge pia Dr. Pius Chaya ambaye kwa sasa naibu waziri, anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha jimbo lake, ikimaanisha kata zote zinapata maendeleo sawa, bila kuangalia kata fulani, bila kuangalia kata fulani. Kwa hiyo pia tuamini kwamba tunaye rais shujaa, tunaye mbunge mahiri, tunaye diwani mahiri na tunao viongozi pia mahiri wenye vitongoji. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja, tuna imani Mkwese itakwenda kufanya matokeo makubwa katika nyanja ya elimu, pia afya, lakini pia katika masuala ya kilimo na ufugaji. Kwa hiyo tuisisitize jamii inapofuga ijue kabisa kesho itahitaji mahali pa kulala. Kwa hiyo wafuge, lakini pia watafute maeneo huku wajenge nyumba za kisasa. Tunataka Mkwese iweze kukimbia. Baada ya kusema maneno hayo machache, nina imani kwamba kwa shule zote kwenye halmashauri yetu ya wilaya Manyoni, zote zihakikishe zinafanya kazi kwa ushirikiano. Kamati za shule zikisimama vizuri, mtendaji wa kijiji pamoja na mwalimu mkuu wa shule husika wakishikamana, tatizo la utoro litaondoka. Afisa elimu kata, mtendaji wa kata wakishikamana, tuna imani utoro itakuwa ni historia. Na hili tulishasema kwamba ajenda ya utoro itakuwa ajenda ya kudumu kwenye vikao vya serikali za kijiji, kwenye vikao vya WDC na kwenye vikao vya wazazi mashuleni. Ajenda ya utoro ni ajenda ya kudumu. Lazima tuhakikishe tunaijadili ajenda hii, tunaweka mikakati, tunashirikiana pande zote kuhakikisha utoro unabaki kuwa ni historia. Tukifanya haya yote, tunampa heshima hata Mheshimiwa Rais anapojenga madarasa, anapoleta walimu kila mwaka, kila wakati. Sisi kumlipa kwetu ni kuhakikisha watoto wako madarasani. Malipo yetu kwa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha watoto wako madarasani. Hayo ndio malipo pekee tutakayomlipa Mheshimiwa Rais. Inakuwa ni ngumu sana, shule zinajengwa, madarasa yanajengwa vizuri, yanawekwa tiles, madirisha mazuri, walimu wanaletwa, halafu jamii yetu imekumbatia watoto. Kwa hiyo hili kama halmashauri sisi hatutalikubali. Tuhakikishe watendaji wote, kila mtendaji ahakikishe kwenye kijiji chake swala la utoro linabaki historia. Kila mtendaji kata kwenye kata yake hakikishe swala la utoro linabaki kuwa historia, ili mwisho wa siku tuweze kutenda haki kwa kile ambacho tunakipokea kwa Mheshimiwa Rais. Baada ya kusema maneno hayo, ninawashukuruni sana, niwatakie kazi njema, lakini tushikamane kuinua